Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Mwanasheria mkuu wa serikali AG amesema serikali imempa kazi ya kuhakikisha kwamba mwanaharakati Mange Kimambi ambaye yuko Marekani anarejeshwa Tanzania na kuja kushtakiwa kwa makosa mbalimbali ambayo yanamkabili. Lakini pia wakati akizungumza mwanasheria mkuu wa serikali punde tu baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mwanasheria mkuu wa serikali AG, amesema kwamba atahakikisha kwamba anashirikiana na ofisi ya DPP, yani ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, lakini pia hata ikiwa ni kwa kutumia diplomasia kati ya Marekani na Tanzania, atahakikisha ya kwamba Mange Kimambi anarudishwa Tanzania. Mwanaharakati Mange wengi tunamfahamu, hajaanza leo kukosoa serikali. Kipindi cha utawala wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, Mange Kimambi ametumia mitandao yake kijamii mara nyingi sana kukosoa serikali ya Magufuli. Lakini pia Mange Kimambi, wakati Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani kwa mujibu wa sheria baada ya kifo cha Magufuli, Mange alikuwa anamsapoti sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nadhani pia utakumbuka kipindi Rais Dr. Samia alipokwenda Washington DC, Mange alikuwa ni miongoni mwa Watanzania ambao walifika pale kumpokea Dr. Samia. Lakini siku zilivyokwenda, Mange akaigeuka system na kuanza kumkosoa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, Mange ni miongoni mwa wanaharakati ambao wamehamasisha maandamano ambayo yamefanyika Oktoba 29 yakiwa na maazimio ya kupinga kufanyika kwa uchaguzi ambao upo kinyume na utaratibu. Lakini pia madai mengine ni kwamba katiba mpya lazima ipatikane. Tumeshuhudia kilichotokea, Watanzania, vijana wa Kitanzania wamepoteza maisha wakipambania taifa lao la Tanzania. Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, amesema hiyo pia ni mojawapo ya sababu za Mange ya kwamba ni lazima akamatwe na kuletwa Tanzania, kwamba Mange amehamasisha maandamano. Baada ya yote hayo, mwanaharakati Mange Kimambi ameamua kufichua mambo mazito kuhusu mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari. Mange ameanza kwa kuchapisha video ya mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari akizungumza namna ambavyo moja kati ya majukumu ambayo amepewa na serikali ni kuhakikisha kwamba Mange anakamatwa. Mange ameandika yafuatayo: Look at this fool. Kaapishwa leo kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Cha kwanza ni kumu-extradite Mange Kimambi. Mmeua maelfu ya vijana wa Tanzania, ila mnamsaka Mange na sio wauaji na huyo aliyewatuma wakaue. Huo ni upumbavu mkubwa. Sasa mtanirudisha Tanzania nikiwa nishachapwa risasi na Mexican cartel au nikiwa natembea? Be specific, nyie ni wapumbavu. Mange ameandika hapa kwamba maelfu ya vijana wa Kitanzania wamepoteza maisha, lakini anatafutwa Mange badala ya kuwatafuta wauaji na huyo mtu ambaye amewatuma hao wauaji. Lakini anasema mtanirudisha Tanzania labda nikiwa nimepigwa risasi na mtu ambaye mtamtuma au nikiwa natembea. Anamuuliza Hamza Johari kwamba be specific, kwamba mtanirudisha Tanzania kwa aina gani? Mange anasema serikali ya Marekani itawacheka sana na kuona nyie ni wapumbavu kiasi gani. Sheria gani niliyoivunja mpaka serikali ya Marekani wanikabidhi kwenu?
kuwaonyesha Watanzania ufisadi wenu ndio kosa langu? Kuorganize maandamano ya amani ili kudeal na uchaguzi mliopora na rasilimali mnazopora ndo kosa langu? Pumbavu kabisa. Kuna siku nitarudi Tanzania mwenyewe kwa raha zangu, ila kurudi sababu nimerudishwa kinguvu ili nyie mnikamate mnitandike risasi kama mlivyofanya kwa hao watoto, haitokee. Halafu lione lilivyo zero brain, eti tucheki kama tuna extradition agreement na Marekani. Yani mwanasheria mkuu wa serikali mpaka ukacheki, yani hujui. Sasa nikufundishe kuwa ndio serikali ya Tanzania inayo extradition agreement na USA, ila hawatokaa wanirudishe kwa mafisadi nyie kwa maini na Mexican cartel. Hicho ndicho kitu pekee ambacho ni tumaini lenu la kunitoa mimi duniani. Hii ilikuwa ni posti ya kwanza kwamba yani hata wafanyeje Marekani hawawezi wakakubali kumtoa Mange kwa serikali ya Tanzania. Yani kilichobaki ni kwamba labda watumie Mexican cartel kuhakikisha kwamba Mange anapoteza maisha. Hii ilikuwa ni posti ya kwanza. Mange karudi tena na video ya Hamza Johari na kuandika, hizi ndiyo details za mwanasheria mkuu mpya ambaye hana uhalali sababu kaapishwa na rais asiye na uhalali. Watanganyika, we are in big trouble na tusikubali. Watanganyika, we are in big trouble na tusikubali. Moja, Hamza Johari ni Mzanzibari na amefundisha chuo cha taifa cha usafirishaji yani NIT, na baadaye akawa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA. Namba 2, hayo mawili ya juu sio muhimu sana. Jambo kubwa kumhusu Hamza Johari ni kuwa huyu ndo binadamu aliyepewa na Abduli kazi na ndiyo aliyesimamia ubinafsishaji au uuzwaji ukipenda wa bandari za Tanganyika na hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Yeye ndo alikuwa kiongozi wa timu ya majadiliano ya serikali yani government na wanunuzi yani DP World na Adani Group, sasa wakijulikana kama Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited, kifupi chake ni EAGTL. Namba 3, baada ya kufanikisha dili hizo, tuzo yake sasa akateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, hasa asaidie kumonita masuala yote ya kisheria yanayoweza kuibuka kuhusu mkataba wa ubinafsishwaji wa bandari ya Dar es Salaam, jambo ambalo kwa hakika lina mazongezonge mengi na ufisadi ndani yake. Namba 4, kwa kuthibitisha kwamba amehongwa hicho cheo, Bwana Hamza Saidi Johari ndiye mwanasheria mkuu wa serikali wa kwanza ambaye sio wakili. Tangu tupate uhuru haijawahi kutokea mtu awe mwanasheria mkuu wa serikali bila kuwa wakili. Alichonacho hapo ni degree 2 tu, hajawahi kwenda Law School of Tanzania kupata postgraduate diploma in legal practice, hana muhuri wa uwakili. Mbaya zaidi, hajawahi kukanyaga mahakamani, maana inahitaji mtu uwe wakili ndipo uruhusiwe kwenda mahakamani. Kwa mara ya kwanza tangu dunia kuumbwa tunamshuhudia mwanasheria mkuu wa serikali ambaye sio wakili na hajawahi kupitia law school yoyote. Mange kaandika mambo haya 4 ya Hamza Johari. Watu wengi wakatoa maoni yao hapa, Mange akimjibu mwanasheria mkuu wa serikali ya kwamba kazi ambayo ataifanya ni kuhakikisha pia mwanaharakati Mange anarejeshwa Tanzania na kuja kushtakiwa. Huyu wa kwanza anasema atakuwa dalali, wanasheria hawapo hivyo. Mwingine akasema mwanasheria wa ulojo huyu. Mwingine akasema sijui ndio binafsishaji kwangu, ila najikuta naumia sasa hivi kuona nafsi za juu za huku Tanganyika wanapewa Wazanzibari, yani nafasi za juu. Naona imekaa kimkakati sana.
Mwingine akasema, dada Mange tunakuheshimu sana, Mungu akulinde. Mwingine akasema, huyu ndo Mange the smart lady, ukimzungumzia negative inabidi ujipange na uhakikishe huna makando kando. Ni wengi sana ambao wametoa maoni yao, Mange akimjibu mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari. Lakini pia katika video iliyopita tuliangalia namna ambavyo sheria za Marekani zinawalinda wakosoaji kutoka mataifa mengine. Pitia kwenye video ya kwanza ambapo tumechambua Hamza Johari akisema kwamba ni lazima kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania, yani ofisi ya DPP, au hata kwa kutumia diplomasia kati ya Marekani na Tanzania, atahakikisha ya kwamba mwanaharakati Mange anarudishwa Tanzania. Kisha tuachie maoni yako hapa, lakini pia endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.